Shukrani sana, karibu tena Kenya Tuktuk TV. Hapa ndio nyumba ya tuktuk zote Kenya mzima. Ukitaka habari za tuktuk, hapa ndio mahali pa kutazama. Leo tuko Kwale County kwa launch ya sako moja kubwa sana hapa, na tumebahatika kukutana na chairman wa Kwale County tuktuk zote, overall chairman. Kuna ambao wanatutazama ambao hawakujui vizuri, maybe itakuwa ni bora zaidi ukijieleza vizuri na wewe ufanya shughuli gani? Kwa majina naitwa Chimera Mwamunga. Mimi ndio naongoza chama inaitwa Ukunda Tuktuk Owners Sacco ambayo ndio umbrella ya Kwale, na ni mfanyi biashara ya tukutuku kutoka 2010. Nimekuwa kiongozi wa hiyo chama kutoka 2010 mpaka hivi sasa, na sekta yetu ya Kwale imepanuka, na sekta ikipanuka tunaendelea kuunda vyama vingine vidogo vidogo. Sasa tumekuja kulaunch leo chama inaitwa Quartz Transport Cooperative Society Limited, ambao imezaliwa kutoka kwangu, ni uzao wa chama yetu, na tunajivunia kuwa na vijana ambao pia wana focus, ni wenye maendeleo, na vile vile kuna vyama vingine vitakuja, lakini hii tunashika mkono, hii Quartz at least itatusaidia pia kazi. Okay, shukrani sana. Mimi sitaki kuharibu wakati wako sana, nataka nikupeleke kwa swali moja ambalo linatusumbua kaunti ya Mombasa na Kwale County. Kuna madereva wetu wengi wakikuja huku wanashikwa, inasemekana wametrespass. Swala hili limesumbua madereva wengi, hata wakiambiwa nipeleke sehemu za Diani ama sehemu gani, dereva anakuwa anauoga sana. Na kulingana na vile mimi naelewa, wewe ukipata abiria kuambia umpeleke mahali, wewe kama dereva si makosa yako. Je, hili swala hili madereva, je, mmeshakaa na viongozi wa Mombasa na kama wewe chairman wa Kwale mkaangalia ni jinsi gani ya kufanya ili madereva wetu wakuwe na amani barabarani wanapoendesha tuktuk? Hilo swala la madereva kufanya kazi Kwale na Mombasa, wa Kwale kufanya Mombasa na wa Mombasa kufanya Kwale, tukisema kuna utata kwa hivi sasa nitakuwa nasema urongo, kwa sababu huo utata ulikuwa hapo nyuma. Kweli ulikuwa na utata hapo nyumani, lakini tulikuja kukaa na viongozi ambao waliotangulia, wakina Fred wakati huo, tukakuja tukakubaliana, tukaona kweli katika Kwale na Likoni waliofanya makosa ni wale waliotangulia. Maana ingekuwa ni sisi tungesema Kwale iende mpaka baharini ndio mpaka wa Kwale, kwa sababu ukiangalia madereva wengi wa Kwale na Likoni au wote ni watu ambao wanaishi pamoja. Utapata dereva wa Likoni kwao ni Ng'ombeni, kwa dereva wa Likoni kwao ni Msambweni, dereva wa Kwale naye kwao ni Likoni, wote wanafanya kazi mahali moja. Tukaona hii mgonganisho italeta tabu, tukakaa chini tukakubaliana, hivi sasa ni nyang'anyanga bwana, tusidanganyane hapa. Wakwale wanaenda Likoni na Walikoni wanakuja Kwale. Tofauti ni moja tu, Walikoni wanafaa wakati sticker ya county sticker ya parking ya Kwale, na Wakwale nao wakati ya Mombasa. Wasipokata sasa, hiyo ni kazi ya manispaa. Ukipatikana wewe ni Walikoni lakini uko huku na umeshikwa bila county sticker ya Kwale, sasa wewe ni wewe na manispaa. Lakini chama ya Kwale na ya Likoni ya tuktuk tunafanya kazi moja, na nashukuru kwa sababu Likoni tumepata chama anaitwa Pavin. Tumeshirikiana hivi sasa, mimi gari yangu ikiwa na shida Likoni, sendangi Likoni, napigia simu chama Likoni anisaidia. Yeye naye gari yake ikiwa na shida huku, nampigia yeye, ananipigia mimi, namsaidia upande huu. Tunafanya kazi kwa pamoja. Mambo ya kusema ati dereva Likoni asiende Kwale ama dereva wa Kwale asiende Kwale, hiyo hamna. Na mtu atakayeshikwa huku na sisi kwa sababu ati anafanya kazi na SUA huku, anifate kwa ofisi yangu mimi Chimera, nitamsaidia. Maana hakuna mambo kama hayo kabisa. Shukrani sana. Kuna madereva ambao hawafanyi kazi Likoni, wanafanya kazi Mombasa County, stika yao wanakata Mombasa County. Na kwa mfano mtu anaishi sehemu za Shanzu iko ndani ya Mombasa County, na huyu dereva kuja Diani inaweza kuwa ni once in a while, yani pengine anaweza kuwa kwa miezi 6 anaweza kuja kama mara 2.
Je, huyu pia anafaa kate stika ya Kwale County? Hiyo tumekaa na Kwale County na Kwale County government, na tumekaa na wao tukawaambia hiyo changamoto. Hivi sasa finance bill ya mwaka huu 2025 2026 wameweka hiyo kitu, wametoa hiyo parking sticker ya mwezi, wamewekewa kitu inaitwa entrance fee. Watakuwa wanalipa shilingi 100 abwage mzigo wake na arudi. Alafu kama umebeba mzigo wa kupita kiasi, ndio kuna ile kitu inaitwa cess, wamewekewa tukutuku kwa sababu lazima walipe county, watakuwa wanalipa 300, lakini hiyo bado haijapitishwa, iko kwa bill. Ile bill ikipitishwa hivyo ndio atakuwa anafanya, atakuwa hawalipi sticker wale wa kukuja na kwenda, lakini watakuwa wanalipa entrance fee. Shukrani sana kwa kufafanulia hilo. Kuna madereva wanatazama na nadhani watafurahia hilo swala, kwa sababu limekuwa ni swala zito sana kwao kwa utendaji kazi wao. Alafu kuna jambo moja ambalo singeondoka bila kuuliza. Tumekuwa tukiona tuktuk na bodaboda wameshirikiana wakachagua kiongozi mmoja, wakaamua wanataka kufanya kazi moja. Nyinyi kama watu wa tuktuk, swala hilo mmelipokelea kivipi yani? Maendeleo ni mzuri, ushirikiano ni mzuri, na hiyo chama mnasema ya bodaboda na tuktuk, sisi wengine tunafanya kuionea view sasa, na mimi najua ni mtu wa kupenda kusema ukweli, kwa sababu chama kama hiyo imekuja ya tuktuk na bodaboda, tunafaa sisi stakeholders, sisi viongozi tukae chini tukubaliane, tujue chama imeundwa namna gani. Kwa sababu sasa hata ukiniuliza hiyo chama iliundwa wapi na treasurer wake ni nani, secretary wake ni nani, sitakwambia mimi kama chamani wa Kwale. Na hiyo ndio inafanya inaletanga, saa nyingine inaletanga mtu anageuka roho mpaka anakuwa na roho mbaya. Saa nyingine huwa tunasema sisi watu wa biashara tunakuanga na siasa mingi, lakini siasa saa nyingine huwa zinakuja na hiyo mambo ya mtu kuingia na backdoor. Manake hiyo tunasema ni backdoor. Sijaikataa chama hiyo ya tukutuku na bodaboda, lakini ikuje mashinani sisi, manake lazima tufahamu botuku ni nini, na members wetu tuwaelezee botuku ni hii na tunaenda na njia hii. Lakini kama imekuja kificho ficho, tunafanya kuonea kwa TV, hiyo chama tulionea kwa TV kama vile tunavyoongea hapa bwana. Na sasa ukisema hii chama unaionea kwa TV na president wa tuktuk na bodaboda anatoka katika eneo lako la Kwale County, wale ambao wako kwa kaunti zingine watasemaje, Mr. Chimera? Sasa mimi nasema hivi kwa sababu ni wa kusema ukweli wakati wote. Huyo chairman wangu wa bodaboda na tuktuk, kama siku tulikuja tukakaa na members wetu na yeye aseme ni siku gani tulikaa na tukakubaliana hiyo chama na vile inaongozwa. Hatuikatai. Mimi sina uwezo wa kukataa maendeleo, lakini iwe ya uhakika. Shukrani sana Mr. Chimera. Kuna watu wa tuktuk wamekuwa wakisema, yani nikiangalia katika muungano wa bodaboda na tuktuku ni kambe haiko ndani sana, kwa sababu unaona kila mahali nikiangalia hata kwa mitandao watu wanalalamika, mbona kila saa tunaona tu bodaboda empowerment, bodaboda nini? Hii tuktuku iko wapi? Wewe kama kiongozi wa Kwale, je, nafasi ya tuktuku naiona iko wapi katika muungano kama huu? Mimi nasema hivi, kusema ukweli, hapa Kenya, hata si Kwale peke yake, hapa Kenya bodaboda ndio ambayo inatambulika na serikali. Sijui kama ni ule uongozi ambao kwa sababu walitangulia ama ni vipi, maana tukutuku ni silence. Na wakati tulipata president wetu Bwana Vincent Were, tukajua tutapata mwelekeo kwa sababu yeye namsupport 100%. Tukaona tutapata mwelekeo. Lakini hivi sasa kama tumechanganywa bodaboda na tukutuku na bodaboda inatambulika na serikali, hii tukutuku itabaki kwa silence mpaka mwisho bwana. Kwa sababu bodaboda tayari shajenga jina na julikana ni bodaboda. Hata ukiangalia kila mahali ni bodaboda, empowerment bodaboda. Tuktuk zi. Kwa hivyo kama wana uhakika wataamsha tuktuk nayo ijulikane kama bodaboda, well and good. Another thing, katika serikali ya county kuna kuanga na committee ya transport. Nyinyi kama stakeholder katika sekta ya transport, je, mmeshachukulia nafasi yenu katika hiyo committee? Vile nilikuwa nakwambia, tuktuk na bodaboda, tuktuk iko silence. Manake hapa Kwale huyo board member wa transport hivi sasa anatoka kwa bodaboda, na tunashukuru kwa sababu ni chamani wengu yule mnasema ni wa botuku.
kama itakuwa Botuku ni ya haki, basi tutajivunia kwa sababu yeye tayari ako kwa hiyo bodi ya transport ya Kwale. Kwa hivyo tunasema tulikuwa tumeachwa nyuma, lakini kwa sababu amekuja ameunganisha bodaboda na tukutuku, basi tutakuwa tuko mbele, lakini iwe ya wazi, isiwe ya kujificha. Shukrani Mr. Chimera, tutazidi kuongea katika mkutano huu na tuko hapa kwa ajili yenu, na kama pengine una jambo la mwisho unataka kuambia wanaotutazama tukiendelekea katika launch, naona iko karibu kuanza. Jambo la mwisho leo nasema hivi, viongozi wetu sana sana wa national government, wa national kama vile Mr. Vincent Were na huyo wa Botuku, kama wanapenda watu wao, wakija Kwale ama wakienda Mombasa wakifanya mikutano, wahakikishe wanahusisha kila mtu, kwa sababu kama sisi unaona, nilipeana vijana ambao watakuwa wananiwakilisha juu mimi nimekuwa babu, lakini unafanya kusikia tu leo niko na mtu ako Nakuru, usijui kesho ako Kisumu, na hujui hiyo mikutano hiyo imealikwa wapi. Sasa unajisikia sisi wengine ni kama kumbe hatutambuliki mpaka hatuhusishwi mambo mengi. Kwa hivyo tunaomba tu Bwana Vincent Were na mwenzako Kiwa, kama mtashikana mkuje ground, tuko tayari kufanya kazi na nyinyi, lakini iwe ya genuine. Asanteni sana.